الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب تحريم سب المؤمن. Huu ni mlango wa uharamu wa kumtukana mumin bighairi haqqin, basi na haki yoyote. Babu, huu ni mlango taharimi wa uharamu sabbi lmumini, wa kumtukana mumin bighairi haqqin, basi na haki yoyote. Qala Allahu taala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, walladhina, na wale ambao yuudhuna almu'minina, wanawaudhi waumini wa kiume, walmu'minati, na waumini wa kike, bighairi ma, pasi na yale ambayo iktasabu, wameyatuma, faqad ihtamalu buhtanan, hakika wamebeba uzushi, wa ithman mubina, na madhambi ya wazi. وعن ابن مسعود من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله قال أمسيما، قال رسول الله أمسيما مجون Mwenyezi Mungu صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم، kutukanana na muslim, fusuqun, ni ufasiq, wa qitaluhu, na kupigana na yeye, kufrun, ni ukafiri. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Ndugu zangu watukufu Waislamu, mlango ulioko mbele zetu siku ya leo ni uharamu wa kumtukana mumin pasi na haki yoyote. Miongoni mwa mambo ambayo ni haramu ni kumtukana mumin, ni kumtukana pasi na haki yoyote, ni kumtukana pasi na jambo linalopasisha muumini kama yule kutukanwa. Hadithi tuliyotanguliza kuisoma ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sibabu lmuslimi, kutukanana na muslim, fusuqun, ni ufasiq, wa qitaluhu kufrun, na kupigana na mumin ni ukafiri. Kutukanana na muislamu ni ufasiq. Ufasiq ni mtu kutoka ndani ya taa. Ufasiq ni mtu kufanya maasiya wazi wazi. Wa an Abi Dharr, imepokewa na Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu, kwamba yeye Abu Dharr sami'a Rasulullahi, amemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam yakulu, akisema, la yarmi rajulun rajula, asimsingizie mtu mwingine, bilfisqi, wa ufasiki, au kufri, au ukafiri. La yarmi rajulun, hamsingizie mtu, rajulan, mtu mwingine, bilfisqi, wa ufasiki, au kufri, au ukafiri, illa taddat alayhi, isipokuwa hurejea juu yake, in lam yakun sahibuhu kadhalika, ikiwa mwendani wake hayuko namna hiyo. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bukhari. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakuna muislamu anayemsingizia muislamu mwenzake kwa ufasik, au kwa lugha nyingine ya kueleweka haraka, hakuna muislamu
kumtukana Muislamu mwenzake kwa tusi lolote, ila tusi lile humrejelea mwenye kutukana, ikiwa aliyetukanwa hastahiki kutukanwa na tusi lile. Hii ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapomtukana mtu ukamwita mjinga, ukamwita mshenzi, ukamwita mpumbavu, ukamwita tusi lolote ambalo kwamba walijua wewe, mwita yule bwana sio mjinga, sio mshenzi, wala sio mpumbavu. Ile tusi Mtume asema sallallahu alaihi wasallam hurejea kwako wewe, maadamu yule uliyemtukana hana sifa ile uliyomtukania nayo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لنبكي عن أبي هريرة أن رسول الله ومتوم من يزمه صلى الله عليه وسلم قال مسيما المتسابان ونبتكنانا وبيلي ما قال نبيالي وليسيما فعلى البادئ منهما بس madhambi ni juu ya mwenye kuanza kati ya hao wawili, hata yaatadia almadhlumu, mpaka avuke mipaka mwenye kudhulumiwa. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Mtume asema almutasabani, mwenye kutukanana wawili, maqala ni kwa yale waliyosema. Fa ala albadi minhuma, madhambi hupata yule aliyeanza, hata yaatadia almadhlum, mpaka avuke mipaka yule aliyedhulumiwa. Watu wawili wakitukanana, yule anayeanza madhambi huwa ni yake, hata kama yuwakujibu. Kwa mfano, umetukana na mtu akamwita mjinga, ni yake kwambia mjinga wewe, mshenzi akamwambia mshenzi wewe. Mwida yule aliyetukanwa yuwajibu kwa kiasi cha alivyotukanwa, hapati madhambi. Madhambi ni ya yule alianza kutukana. Mtume asema hata yaatadia almadhlum, mpaka yule alianza kutukanwa avuke mipaka. Kuvuka mipaka ni nini sana? Watu watukanana, watu wawili watukanana, yule mmoja akamwambia mwenzake wewe ni mjinga, na yule mwingine akamwambia mjinga mwenyewe. Alianza ana madhambi, na yule aliyeitwa mjinga na yeye akasema mjinga ni wewe, hapati madhambi kwa sababu yuwalipiza. Lakini akivuka mipaka, yeye akiongeza, kwa mfano yule akamwambia mwenzake wewe ni mjinga, huyu aliambiwa ni mjinga akamwambia mwenzake wewe ni mjinga mpumbavu, ameongeza. Sasa maadamu ameongeza, huyu aliyetukanwa sasa atapata yeye madhambi. Kwa sababu gani apata madhambi? Kwa sababu amevuka mipaka. Ile kiwango alichotukanwa yeye ameongeza. Lakini leo mtu atakutukana, umjibu kwa lile tusi, mjinga, wewe huna akili, na wewe huna akili, wewe na wewe ni hivyo hivyo. Mwida tusi lile kwa lile, yule alianza kutukana ndiye apate madhambi, huyu anayejibisha apate madhambi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wala man inkasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, katika sura Ash-Shura. Wala man intasara ba'da dhulmihi, na mwenye kujitetea baada ya kudhulumiwa, fa ulaika ma alayhim min sabil, hawana njia ya kulaumiwa. Kwa hivyo tusi kwa tusi, lile kwa lile, wewe unajibu upate madhambi. Utakapoongeza sasa, baada ya kuongeza utapata madhambi, kwa sababu umeongeza kile ambacho kwamba umetukanwa.
Wa anhu, imepokewa tena na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliletewa mtumi mtukufu wa daraja biradulin, ameletewa mtu kad shariba, hakika amekunywa pombe. Qala, mtume akasema idhribuhu, mpigeni. Qala Abu Huraira, atasema Abu Huraira, faminna, miongoni mwetu, adh-dharibu biyadihi, kuna mwenye kumpiga kwa mkono wake, wadh-dharibu bina'lihi, kuna mwenye kumpiga kwa viatu vyake, wadh-dharibu bithawbihi, kuna mwenye kumpiga kwa nguo yake. Falamma nsarafa, alipoondoka, qala ba'du al-qaumi, wakasema baadhi ya watu, akhzaka Allahu, akufedheshe wewe Mwenyezi Mungu. Qala, mtume akasema, la taqulu hadha, msiseme hili, la tu'inu alayhi shaitana, msimsaidie juu yake shetani. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari. Hii ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyingine ambayo tuisoma, Abu Hurairah asema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa mtu ambaye amekunywa pombe, na sheria ya Kiislamu, mtu akinywa pombe ni ale mbati 40. Mtu akinywa pombe hula mbati 40. Ikiwa hakomi, kwa mfano leo amekunywa tukampiga mbati, kesho amekunywa tena tukamcharaza mbati, kesho kutwa amekunywa tena tukamcharaza mbati, tukiona hakomi, sasa badala ya 40 tutaongeza mpaka 80. Hiyo ndio sheria. Sasa kulikuwa na bwana wakati wa Mtume akiitwa Abdullah Levi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa huyu bwana Abdullah, ashakunywa. Abdullah ashafanya nini? Ashakunywa Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, mpigeni. Sasa masahaba katika kumpiga, kuna wale walikuwa wakimpiga makofi, kuna wale walikuwa wakimpiga nguo na nguo, kuna wale walikuwa na fito wapiga na fito, kuna wale walikuwa na viatu wapiga na viatu. Baada ya kupigwa, mmoja katika masahaba akamtukana huyu Abdullah mlevi, akasema, akhzaka Allah, Mwenyezi Mungu akufedheheshe. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Mtume hakunyamazia. Mtume akasema, la tu'inu alayhi shaytan, msimsaidie shetani juu ya ndugu yenu. Yaani badala ya kusema, badala ya kumtukana kwa sababu ni mlevi, mwombeni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amjalie aache kunywa pombe, badala ya kumtukana, badala ya kufanya hivi. Huyu ndio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa anhu, imepokewa tena na Abu Hurairah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia Mtume yakulu akisema, man qadhafa mamlukahu, yeyote atakayemsingizia mtumwa wake, bizina, na uzinifu, yuqamu alayhi alhaddu, itasimamishwa juu yake haddi, yawm alqiyamati, siku ya Kiyama, illa an yakuna, illa awe kama qala, ni kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Asema mtu akimsingizia mtumwa, zamani kulikuwa na watumwa ambao walikuwa wamemilikiwa, wanaume kwa wanawake. Alhamdulillah, ulimwengu tunaoishi leo hakuna mambo ya utumwa, lakini zamani utumwa, biashara ya utumwa, hivi ni vitu vilikuwa vikizoeleka, ni vitu vilikuwa vikifanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yeyote atakayemsingizia mtumwa wake kuwa ni mzinifu, tayari hilo ni tusi. Mtume asema tutampiga haddi, manake tutampiga mwaka 80, labda ile mtumwa ni mzinifu kweli kama alivyosema, lakini kama si mzinifu, basi mtu kama huyu tutampiga mboko
80, kwa sababu mboko ya kunywa pombe ni 40, mboko za kusingizia mtu ni 80, mboko za uzinifu ni 100. Hakuna zaidi ya hapo, ili hakuna mboko zaidi ya 100. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kwa ufupi mlango tunaosoma leo, mambo ambayo Mtume ametukataza sallallahu alaihi wasallam, ametukataza kutukanana. Ndio hadithi zote ambazo tumesoma, Mtume ametukataza kutukanana. Ni makosa Muislamu kumtukana mwenzake, na tumeeleza mtu akitukanwa, basi kama ana dharura kujibu, ajibu kwa kile kiasi ambacho ametukanwa, wala isiwe ni nafasi ya kuongeza matusi mengine, kwa sababu akiongeza madhambi yeye ndiye atakaye yapata. Lakini ndugu zangu watukufu Waislamu, katika watu ambao tumekatazwa kuwatukana, hata kama yale tunayowatukania ni mambo kweli walikuwa nayo, ni watu waliokufa. Aliyekufa tujalie alipokuwa hai alikuwa ni mlevi kweli, tujalie alipokuwa hai alikuwa ni mwizi kweli, lakini maadamu ashalewa mpaka amekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, maadamu ameiba mpaka amekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, mtu kama huyo hafai kutukanwa. Kwa hadithi ya Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha aliposema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu al-amwata, usitukaneni wafu, fa innahum, hakika wao, kad afdau ila ma qaddamu, wameyaendea yale walioyatanguliza. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba kumtukana Abu Jahli mbele ya mtoto wake Ikrima. Abu Jahli sote tunamsikia katika historia namna alivyokuwa kishipa katika kumtatiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahli aliuliwa katika vita vya Badri. Alikuwa na mtoto akiitwa Ikrima. Ikrima aliishi kafiri miaka aliyoishi mpaka babake akauliwa, na Ikrima bado ni kafiri. Kisha Mwenyezi Mungu baadaye akamtia nuru ya Uislamu. Ikrima akatoka Makka akenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasilimu. Babake siku alipouliwa katika vita vya Badri, Mtume alitangaza mbele za Waislamu akasema, Firauni wa ummahu, Firauni wa ummahu leo uliwa. Masahaba wakalibeba lile Firauni wa ummahu. Ikrima alipokuja kusilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaguria yoishi Madina, kila akipita mahali watu wakimuona walikuwa kiambiana, mtoto wa Firauni yule, mtoto wa Firauni yule, mtoto wa Firauni yule. Akija kiti mahali kwa watu ashaketi mtoto wa Firauni. Kweli babake alikuwa ni Firauni wa umma, lakini kwa nini mtoto wake Ikrima awe yutukanwa kwa sababu ya madhambi ya babake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza masahaba, akasema, msimtukane Abu Jahli, kwa sababu kumtukana ni kumudhi nani? Ni kumudhi mtoto wake Ikrima. Sasa ndugu zangu, huyu ni kafiri, huyu ni kafiri. Abu Jahli amekufa hali ya kuwa ni kafiri, na sisi tuamini imani isiyokuwa na shaka kuwa Abu Jahli ni mtu wa motoni, lakini kwa sababu yale matusi yatamudhi mtoto wake Ikrima, Mtume akamwambia masahaba, msimtukane nani? Msimtukane Abu Jahli. Basi namna hiyo hiyo, mtu ambaye ameishi na matatizo mpaka amekufa, ameacha watoto, hawafai au haifai kumtukana yule maiti
kwa sababu kumtukana yule maiti yeye ashakwisha kazi yake ni kuwaudhi hao walioko hai. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataza jambo kama hilo. Ikrima huyu, ndugu zangu, Ikrima huyu ambaye masahaba walikuwa wakimuona wasema ni mtoto wa Firauni wa huu umma, mpaka Mtume akawakataza, lau utakwenda ukaisome historia baada ya Mtume kufa, baada ya Sayyiduna Abu Bakr al-Qudrani akafariki katika khilafa ya Sayyiduna Umar, Waislamu walipokwenda kule al-Yarmouk kwenda kupigana na wazungu, Waislamu wako 30,000, wazungu wako 300,000. Angalia hesabu, watu 30,000 wapigana na watu 300,000. Vita vilidumu siku 6. Hivi vita miongoni mwa waliosababisha Waislamu kupata ushindi ni Ikrima. Huyo Ikrima huyo ambaye tunamtukana ni yeye ni mmoja, manake vita viliendelea mpaka ilipofika siku 5, wakaketi kikao watu 40, wakaketi chemba, wakasema haiwezekani, haiwezekani, lazima vita viishe. Wakakubaliana watu 40 usiku, wakapeana mikono kwamba kesho hakuna atakayerudi hai, sisi sote 40 tutakufa, lakini Waislamu wapate nini? Wapate ushindi. Kiongozi wa hichi kikosi nani? Ni Ikrima. Wakajipanga watu 40 wakaingia katika vita. Wallahi ndugu zangu, mkisoma vitabu vya historia mtaona hizo Uislamu tumeupata bure. Watu walifanya kazi, Waislamu hawa wengine walikuwepo, lakini hawa watu 40 walijipanga kulipigana vita ambavyo havijaonekana mfano, mpaka wakaivunja ngome ya makafiri. Hiyo ndio siku ya 6 Waislamu wakapata ushindi, lakini na wao 40 wote wakafariki. Mwenyezi Mungu inshallah ameradhi na wao. Kwa hivyo ndugu zangu, hufai kumtukana aliyefariki, kwa sababu kumtukana yeye ni kuwaudhi watu wake walioko hai, na Mtume hilo amekataza. Hufai kumtukana aliyeko hai, na wala hufai kumtukana aliyetangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu inshallah tubariki kwa haya mengi tuliyozungumza, na tujalie min alladhina yastami'una al-qawla